Al-afafu wa fihi al-judu wal-karam. Sallallahu Mtume alikuwa akimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam pale kaburini, ewe ambaye imezikwa mifupa. Adhumu ni mifupa. Ukisema adhumu wasema neno wengine. Adhumu, ewe ambaye imezikwa kwenye mawanja haya mifupa yako. Fataba min tibihinna alqa'u wal akam. Haya mawanja hapa yakapata utukufu, yakawa mazuri kwa kuzikwa mifupa ile mizuri pale. Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu. Mimi nimejitolea kukomboa mifupa hii kwa gharama yoyote. Mifupa hii ambayo imewekwa hapa kwenye kaburi hii. Fihi al-afafu wa fihi al-judu wal-karam. Ndani ya kaburi hii kuna kusamehe, kuna na kutoa, kuna na utukufu. Mswalini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya alikuwa akisema yule bwana pale kaburini kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa sawa Lakini leo tuko Ihari, kaburi ya mwalimu wetu yuko hapa. Naelewa, tunatamani na tunaomba dua zile maeneo haya yawe mazuri, yawe ya watu kusameheana, yawe ya watu kusaidiana, yawe ya watu wenye utukufu kwa kuzikwa Sheikh Mahmud hapa. Tumeelewana? Tumemuona. Jana nilipata nafasi nikasema mahali panaitwaje kule. Nilisoma aya. Wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni matendo, Mwenyezi Mungu ataona na mtume ataona na waumini wataona. Ndio mambo ya Mungu na mtume tuyaache huko, kwani sisi hatukuona, hatukumuona Mahamudu. Kijana mdogo sana, wakati anazaliwa mimi na shule pia nishamaliza. Ameacha kulima mbaazi huku, ameacha kulima karanga huku, ameacha kufanya nini, hakuuza mbuzi wala kufanya nini. Akaenda wapi kule? Kuchukua maarifa. Ameleta maarifa katika muda Mwenyezi Mungu aliomuwafikisha, ameleta maarifa. Sio kwa ratiba ya Mungu amemuondoa duniani, tumeshuhudia ametekeleza. Amekwenda akachukua kama Qur'ani inavyosema, wayundhiru qaumahum idha raja'u ilaihim, na waje wawaonye ndugu zao wakirudi huku. Amefanya Mahamudu. Tumeelewana? Mwenyezi Mungu ampandishe pepo ya juu, na sisi tunufaike kwa yale ambayo ameyaleta. Una msemo, sijui ni lugha gani ile, sema paukwa pakawa. Nafikiri ni Kidigo hichi. Paukwa maana yake pakiondokwa panakaliwa, akiondoka mtu anakaa mtu. Ila ntakuma saa mpaka kiyama kifike, hatutaacha mambo haya, kwa sababu Sheikh Mahmud amekufa au na mwingine akiondoka mtu anakaa mtu, ili gurudumu liende. Sasa Sheikh, sio mwisho safari hapa Ihari katika mapinduzi ya kiilmu, sio mwisho, ndio kwanza inaanza. Umeelewana? Katika juhudi zile zile lazima pawe na maarifa hapa ya elimu ya dini ya Kiislamu, maarifa endelevu. Akiondoka mtu anakaa mtu. Umeelewa? Mkiwa mna shida ya kitu chochote katika ulum, asione tabu mtu kutoka. Hamwezi kutoka wote, mji hautakiwi uwe hivyo.
Nafar maana ni kikundi kidogo, falaula nafara min kulli firqatin taifa, watoke kikundi kidogo, taifa kikundi kidogo, sio chende kichukue maarifa. Kwa hiyo isiishie hapo, kila ambacho kinahitajika, alhamdulillah, bado watu wa kutupeleka mbele wapo. Fursa itumike, watu wakachukue maarifa wayalete hapa, wayalete. Uislamu unatakiwa kutetewa, Uislamu unatakiwa kuelezwa. Wakati mwingine tunaulizwa maswali na watu wasiokuwa Waislamu, sisi tunashindwa kutoa majibu. Si kwa sababu majibu hayapo, majibu yapo, lakini upeo wa wale wanaotaka kujibu yale maswali ukoje? Ukoje upeo? Lazima upeo uwe wa juu. Na upeo wa juu utafikiwaje? Ni kusoma kila siku. Kila siku shekhe, ni kusoma tu. Mpaka siku umebandikwa humu, wanasema baina a'naqir rijal. Mpaka siku umebandikwa humu, unapelekwa kuzikwa, ndio mwisho wa kujielimisha. Tunatakiwa tutetee. Likitokea jambo ihari, mtu anaungua hapa hapa, sio kutafuta ngoja tupige simu. Hakuna cha simu. Akileta za kuleta naye naletewa hapa hapa. Tumeelewana Tujipange. Na hakuna yeyote, wallahi hakuna, Mwenyezi Mungu hakuumba hivyo eti wewe unatafuta jambo la kheri alafu liwe line. Hakuna, Mungu hakuumba hivyo. Sio, mtasumbuka katika kutafuta elimu, kuna usumbufu, mtasumbuka. Wakati mwingine mtaonewa, wakati mwingine mtaadhibiwa kwa adhabu ambazo hazikuwahusu. Sio, acha mambo yale, Mwenyezi Mungu alipe kwa kufuata lile unalolitaka. Nimeona mtu leo ni shekhe, mkubwa wake hakutoa sababu mpaka yule mkubwa amekufa. Amekuja tu madrasa, anambia njoo wewe, huyu mtandike fimbo 10. Ndio, hakuna mtu yoyote aliyejua pale madrasa huyu anapigwa fimbo 10 kwa nini. Mwanafunzi mtiifu, mwanafunzi msafi, anawahi darasani, akili yake nzuri, shekhe anasema huyu apigwe fimbo 10, na akapigwa fimbo 10. Yule kijana hakuuliza mpaka yule shekhe amekufa, na mpaka leo hakuna anayejua kitendawili kile. Leo ni mwanachuoni pale, shekhe anaweza akakujaribu tu. Alimamu al-Bukhari alipelekewa mwanafunzi kufika tu, tena mwanafunzi mkubwa, kwa maana ya kwamba baba yake ni mtu mkubwa serikalini. Kufika, alimamu akampiga kibao. Mtoto wa governor, mtoto wa chief, akamtia kofi. Hata kusalimiana kwenyewe bado, mbona inaanza makofi? Yule kijana hakusema kwao, lakini kuna watu vimbele, sio? Wakafanya mpaka mkubwa kule akapata habari, bwana, yule kijana wako ulipomweta pale, ile kuingia tu akabwa kofi. Yule mtawala naye ana akili timamu, na muulizaje imam mimi maneno haya? Kayaacha. Ikapita muda mpaka ikafikia mahali akamjenga urafiki yule mwalimu. Ikafikia mahali anaweza kumuuliza kwa jinsi mazingira yaliyokuwa, bwana, mwaka jana mwaka juzi nilisikia palitokea kitendo hiki, yule kijana alifanya nini? Yule ile kofi lile, akaja nyumbani macho mekundu, anasema hakufanya chochote. Hakufanya chochote, nimempiga tu aone kwamba hapa amekuja kwenye vita, hapa sio mahali palele mama. Hakufanya chochote.
Leo niambie, baada ya miaka miwili leo kijana unamuonaje? Asema yuko first class. Ambaye nilitaka hiyo ajue kwamba hapa amekuja kwenye vita. Kama ni vita, takaa na njaa, takuwa kanzu hazitoshi, umeelewa? Wakati mwingine adhibiwa kwa adhabu ambazo haziwahusu, kwa sababu adhabu zinatolewa kwa jinsi ya habari zilivyopatikana. Kwa shekhe zimekuja habari kwamba huyu ndiye aliyefanya kitu kile fulani, kumbe sasa anaadhibiwa tu. Asubuhi unafunga mizigo unaondoka. Kwani Mwenyezi Mungu haoni kwamba ile adhabu haikukuhusu? Mwenyezi Mungu hajui namna nzuri wewe ya kukubali ile adhabu ambayo haikuhusu akakupa yale uliyofuata? Mwenyezi Mungu haoni? Wewe unafunga mizigo, funga mizigo uje kuuza mbuzi huko. Wewe unataka uuze mbazi, utauza mbazi. Si ndio hivyo? Unaondoka madrasa unarudi kwenu ukafanya nini? Wazee si walikutoa uende madrasa? Unaondoka madrasa kurudi nyumbani ukauza mitumba Na wahimiza, mimi mwenyewe najihimiza na kuwahimiza wenzangu. Tumeelewana Tujifundishe tangu tunabebwa mpaka tunakwenda kwenye mwanandani. Hakuna anayejua kila kitu hapa, sio? Lakini tukichukua juhudi, tutakuwa kwa umoja wetu tunajua vitu vingi sana ya kutetea eneo letu lisiguswe. Hili imetosha ujumbe. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.